Namba 87. Deni yangu ya dhambi Yesu amelipa, kwake msalabani nilipewa uzima. Deni ya dhambi msalabani ilimalizikia, ni huru kabisa. Bwana Yesu asema, mwanangu dhaifu, uwezo na ushindi upatikana kwako. Deni ya dhambi msalabani ilimalizikia, ni huru kabisa. Wana kweli naona nguvu zako pekee, uondoa ukoma, niwe kipya kiumbe. Deni ya dhambi msalabani ilimalizikia, ni huru kabisa. Nilimshangaa Mungu asubuhi kwenye Sunday, somo ambalo nilikuwa nimepanga, na hilo ndio tutakaloendelea nalo, linaitwa kupata kibali. Na mfundishaji wa Sunday alisema kibali. Sasa somo letu andika kupata kibali kwa Mungu. Kupata kibali kwa Mungu. Wasubuhi kwenye Sunday alisema kupata kibali katika misheni. Sasa hapa tunasema kupata kibali kwa Mungu. Nikaandika hivi, kibali ni nini? Tutaangalia kibali ni nini, lakini tusome neno la Mungu sasa. Tusome neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 39. Nitaanza kusoma mstari wa 20. Mwanzo 39 mstari wa 20 mpaka 23. Biblia inasema, Bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani, mahala walipofungwa wafungwa wa mfalme, naye akawamo humo gerezani. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Narudia 21. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya. Wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililo mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Baba, katika jina la Yesu nikushukuru sana kwa kuwa wewe ni mwema. Una sifa nyingi za kuitwa Mungu.
utukufu na heshima ziko kwako. Wewe unatupenda mno, ndio maana unatuletea chakula chako hiki kizuri kwa ajili ya afya ya kiroho. Baba, naomba neno lako lipe nguvu ya uponyaji wa kiroho na kimwili. Wezeshe mtumishi wako aliyesimama katika madhabahu yako hii. Bwana, mtumie kama unavyopenda. Asante kwa ajili ya usemi ambao umeweka kwa faida kubwa katika kanisa lako. Baba, nikushukuru kwa sababu uko tayari kunitumia, nami niko tayari kutumiwa na wewe. Sema na kila mmoja. Ninaamini kusudio lako naenda kulitimiza leo tena katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema ujumbe unasema kupata kibali kwa Mungu. Naomba uandike kibali ni nini? Kibali ni hali ya kukubalika. Kibali ni hali ya kukubalika katika jambo fulani. Katika jambo fulani na kuwa na mahusiano na Mungu wako. Ni kupata kukubalika katika jambo fulani na kuwa na mahusiano na Mungu wako. Unakuwa na mahusiano na Mungu wako. Tunaona Biblia inatueleza habari za mtu mmoja anaitwa Yusufu. Yusufu alikuwa ni kijana mzuri aliyekuwa na wazazi wake pamoja na ndugu zake walikuwepo. Lakini pamoja na yote hayo, Yusufu alijikuta amefika kwenye kiwango cha kufungwa, kuitwa mfungwa, akawekwa gerezani. Na akawekwa gerezani si kwa kosa lolote, si kwa kutenda jambo lolote kwamba amekosea, lakini akajikuta amefika kiwango cha kuwekwa gerezani. Na mara nyingi watu tunajua mtu akiwekwa gerezani amekosea, kwamba ametenda dhambi. Yawezekana akakosea, lakini kwa sababu ya hila za shetani, au yawezekana kwa mpango wa Mungu unawekwa gerezani, lakini yapata kufanyika kama fundisho kwa wengine. Inaweza kutokea. Mfano tabiri, kuna mchungaji tujuzi kwa Mganza. Daniel naye alifanya hivyo, akakamatwa akawekwa gerezani. Na alikamatwa tukiwa pamoja naye tunajilia ka chips. Lakini akajikuta chips hiyo hakuimaliza, akakamatwa akapelekwa gerezani. Na ameangalia gerezani kisesa muda mrefu na bila chochote alichokifanya. Na akaandikiwa kesi ya kushutumiwa kwamba ni mhujumu uchumi. Swali linakuja, amehujumu wapi? Anafanya biashara, amefanyaje? Na wala hata hiyo haipo. Lakini akajikuta yuko gerezani. Yusufu naye akajikuta yuko gerezani, ametupwa huko bila sababu. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu ya huyu Yusufu. Pamoja na kuwekwa gerezani, Biblia inaeleza akafanikiwa kupata kibali kwa mkuu aliyemweka gerezani. Akafanikiwa, akakubaliwa, akapata kibali na akawa mtu mkuu wa gerezani. Lakini ni safari ndefu na mlolongo mrefu, akajikuta amepata kibali katika mazingira haya. Ndio maana tunaona Biblia inaeleza ya kwamba kibali ni kukubalika. Kwa hiyo akawa amekubalika pamoja na kwamba yuko gerezani, lakini akakubalika. Na alipopata kibali, hakupata kuhangaika wala kuteseka tena, hakuona mateso tena kwenye mazingira haya. Ni ukweli, ukishapata kibali unaweza kupata, hata kama uko gerezani unaweza kujikuta huko vizuri. Hata mtume Daniel alipata kibali. Kama mtu umewekwa gereza lakini unalala kwenye godoro. Mfungwa gani wa kulala kwenye godoro? Alafu anakula vizuri.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimwekea unaweza kunaletea gerezani. Uko gerezani, uko magereza lakini unalelewa. Sasa na huyu Yusufu anajikuta yuko vizuri. Hana shida kabisa kwa sababu amepata kibali. Kwa nini tujifunze neno hili kupata kibali mbele za Mungu? Ni vyema kwamba tunapokuwa tunamcha Mungu, tunaitwa wacha Mungu, upo umuhimu hapo ulazima wa kutengeneza mazingira ya kuweza kupata kibali mbele za Mungu. Maana usipopata kibali mbele za Mungu, maana yake hata kule kusali au kuabudu kwako kutakuwa hakuna sababu, hakuna faida yoyote. Unaweza kubakia kuitwa Mkristo, lakini kama hautakuwa na kibali kazi kule. Lakini ukishapata kibali mbele za Mungu, ndipo utaona na raha ya wokovu, na ndipo utaona furaha ya wokovu, na wala hautajuta na wala hautaweza kujiona kama kwa nini ulijichanganya. Na ile inafika mahali watu wanafika wanaanza kuona kama mtu alijichanganya, lakini kumbe kuitwa Mkristo, kuitwa umeokoka ni jambo jema, ni jambo la muhimu na ni jambo la maana sana. Lakini itakuwa ni hasara kama mtu atakuwepo kanisani lakini hana kibali mbele za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, tunahitaji tupate kibali mbele za Mungu. Tunapokuwa tunaabudu hivi, ujisikie kwamba una kibali mbele za Mungu. Maana yake utaita Mungu ataitika. Maana yake utatafuta Mungu atapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na atatuonyesha mambo magumu na mazito ambayo hatuyajui. Ni kwa sababu tumepata kibali mbele zake. Lakini kama hautakuwa na kibali mbele zake, utaita na Mungu hatakusikia. Utalia na Mungu hatasikia kilio chako kwa sababu hakujui. Kwa sababu hakujui. Oho, ni kwa sababu gani sikujui? Kuna kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafanyaje ili tupate kibali? Ili mtu apate kibali mbele za Mungu, uandike hivi: ili mtu apate kibali mbele za Mungu, ili mtu apate kibali mbele za Mungu, jambo la kwanza, kataa mabaya au kataa tabia mbaya. Kataa tabia mbaya. Ukibaki na tabia mbaya, unakuja kanisani lakini una tabia mbaya, tabia zako ni chafu, tabia zako ni ovyo ovyo, hazimlingani Mungu, hazionyeshi uhusiano na Mungu, huwezi kupata kibali mbele za Mungu. Kataa tabia mbaya. Tunataka kuangalia jambo hili. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4, naomba mtu mmoja awe tayari kunisomea. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 7. Naomba mtu mmoja some. Mwanzo 4:1 inaandikwa. Adamu akamjua mkewe. Ndio. Naye akapata mimba. Ndio. Akamzaa Kaini. Ndio. Akasema, ndio. nimepata mtoto mwanamume. Nimepata mtoto mwanamume Kwa Bwana. Akaongeza akamzaa nduguye Habili. Akaongeza tena mtoto wa kiume wa pili anaitwa Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo. Habili akawa mchunga kondoo. Na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Mtoto wa kwanza yeye alikuwa na kazi ya kulima, analima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi. Lakini hatima yake ukafika wakati wa kumfanyia Bwana ibada, wakapeleka sadaka zao kwa Mungu. Kaini akapeleka mazao aliyokuwa anayapata yanayotokana na ardhi, Sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake. Habili naye akapeleka sadaka zake za wanyama Na sehemu zilizonona za wanyama. na sadaka zilizonona za wanyama hao. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Bwana akamkubali Habili na sadaka yake. Endelea. Mstari wa 7 umefika. Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Lakini Kaini hakukubali sadaka yake. Kaini akaghadhabika. Kaini akachukia sana, uso wake ukakunjamana. na uso
lakini unapaswa uishinde. Unatakiwa kuishinda tabia mbaya. Tabia ya wivu unatakiwa kuishinda. Lakini pia tabia mbaya unayoweza kuijua. Unaweza ukawa kanisani lakini una tabia mbaya. Una tabia za chuki. Una tabia za wivu. Una tabia za uchoyo. Una tabia za ukumbaili. Una tabia za uzinzi. Una tabia za ukahaba. Una tabia za ugomvi. Una tabia za uchawi. Na wewe uko kanisani unafikiri utapata kibali mbele za Mungu. Unajua nikwambie hivi. Mara nyingi huwa nasema kwenye mistari hii, Kaini sio kwamba sadaka yake kwamba ilikuwa ni mbaya sana kwa sababu ilikuwa ni ya nafaka. Sadaka ya nafaka inakubalika vizuri tu mbele za Mungu. Lakini kilicholeta shida sadaka yake isipate kibali mbele za Mungu na yeye asikubaliwe ni kwa sababu ya tabia iliyokuwemo ndani yake moyoni. Njia zake hazikuwemo nzuri. Alikuwa na roho ya ukaidi, roho ya uoji kuwemo ndani yake. Pamoja na yote hayo, Mungu aliendelea kumuonya, akamkemea, akamuonyesha nini kitatokea. Akasema iko dhambi na kuotea. Watu wanakuwemo kanisani lakini dhambi zilishakaa ndani yao. Wanamilikiwa na dhambi. Wanatawaliwa na dhambi. Wanatawaliwa na uovu ambao wakalia wataki kuacha. Lakini kanisani wanakuja. Na wanakuja wanatoa na sadaka. Tena wanaweza wakatoa sadaka kubwa wakifikiri sadaka zao zitamconvince Mungu kwamba asikie vizuri kwamba sasa huyu ni mtu anayefaa. Sadaka yako itakuwa ni nzuri iwapo kama moyo wako utakuwa umejaa neema ya kutosha. Hakuna ubaya, tabia yako ni sahihi, tabia yako ni nzuri, ndio sadaka yako itakubalika mbele za Mungu. Mungu hashawishiwi na sadaka ya mtu. Mungu anashawishiwa na moyo wa mtu ulivyo. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya kama 66 kama sikosei, mstari wa 2. Naomba tujaribu kuangalia mstari. Aliyofanya hivi vyote, mkono wake ndio uliyefanya hivyo vitu vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea. Vitu vyote vikapata kutokea. Asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Anasema lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Mtu aliye mnyonge. Mtu aliye mnyonge. Mwenye roho iliyopondeka. Mwenye roho iliyopondeka. Atetemekaye asikiapo neno lako. Anatetemeka anaposikia neno la Mungu. Matoleo yao, sadaka zao zitawasaidia kukubaliwa na Mungu. Ili upate kukubaliwa na Mungu, kataa tabia mbaya. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabia mbaya inakufanya kukukosesha mahusiano yako na Mungu. Dhambi inakutenga na uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya 59 mstari wa 2 inasema hivi, soma. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu. Na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone. Na dhambi za Mungu na dhambi za wanadamu zinauficha uso wa Mungu. Hata hataki kusikia. Hata hataki kusikia. Maana yake hakuna mahusiano. Maovu ya wanadamu yanamtenga mtu na Mungu, yanamtenga. Inakuweko liukuta likubwa linalozuia kabisa mtu huyu asiwe na mahusiano na Mungu kwa sababu ya uovu anaomtenda. Kwa hiyo Mungu anakuwa na mahusiano na anakaa kwenye moyo uliopondeka, unaotetemeka unapokuwa unasikia neno la Mungu. Sema amen. Ndugu zangu, ninapokuwa nafundisha hivi, ninatamani kwamba
halikutengenezwa linakubali kurekebishwa, linakaa sawa sawa, na likikaa sawa sawa ndipo Mungu atakuwa tayari kuzungumza na sisi. Maana tutakuwa na kibali mbele zake. Makanisa yako mengi leo ni kama sijui semeje, ni kama makampuni ya shetani. Makampuni ya shetani yapo, lakini kwa mtazamo wa kibinadamu yanaitwa ni makanisa, na watu wamo na wamerundikana, wamekuwa watu wengi, na watu yawezekana wameheshimiwa sana. Watu wengine wengi wamepata heshima sana kwa mchungaji na kwa kanisa hilo, kwa sababu ya fedha walizonazo, wanazozitoa, wanazozipeleka madhabahuni au kwa mchungaji wao, na zinaonekana kwamba ni pesa zinatengeneza kwamba Mungu awakubalie. Kumbe Mungu anataka hivi, ni moyo uliopondeka, ni moyo ambao umekataa mambo mabaya. Huo ndio moyo anaoangalia Mungu, na hapo ndipo Biblia imesema anaenda kufanya nini? Anaenda kukaa. Naomba yetu rudie mstari huo. Huenda hujakaa vizuri. Ile 60 na ngapi? 66. Sijui mstari wa 3 siku wa pili. Isaya 66 mstari. Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Ndio. Vitu hivi vyote vikapata kutokea. Yaani wewe umetokea kwa mkono wa Mungu, najua. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Lakini wewe sasa uliyetengenezwa kwa mkono wa Mungu, anataka kuangalie wewe ni nani na ukoje. Mtu aliye mnyonge. Yaani anataka mtu aliye mnyonge, sio mnyonge wa kuvurugwa na shetani. Hapana. Hapo tuelewe. Aliyeokoka hatakiwi kuwa mnyonge wa kuvurugwa na shetani, wa kukanyagwa na shetani, kwamba Biblia inasema mimi ni mnyonge. Unanyongwa tu na mapepo, unanyongwa na mizimu, unanyongwa na uhuni. Hapana. Yaani unyonge wako ni kumuona Mungu yuko juu kuliko wewe. Endelea. Mwenye roho iliyopondeka. Mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno lako. Haleluya. Mtu aliyepondeka analisikia neno la Mungu. Anapolisikia neno la Mungu, yeye haangalii chochote, angalii urefu wako, angalii cheo chako, angalii elimu yako. Anachokiangalia ni moyo wako. Kuna watu unafika mahali wanajidai. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mmoja akasema mimi nimeumbwa vizuri. Mama mmoja akasema mimi nimeumbwa vizuri. Hata wanaume wanaponitazama tu ninavyotembea, makalio yangu na washawishi. Sikia, makalio yake yanafanyaje? Ni jambo ambalo ni gumu. Mama mzima anajirusha hewani. Makalio yangu naongea na washawishi. Mimi Mungu ameniumba vizuri. Na kwa kuwa ameniumba vizuri, Mungu hawezi kuniteketeza hivi alivyoniumba. Ngoja niseme hivi, yule mtu atateketezwa na makalio yake. Na wala nao washawishi kampuni yake. Maana yake ule uhusiano wake na hali hiyo, Mungu atamteketeza. Sikia Mungu anachosema. Uwe ni mtu wa kiwango hicho au mtu wa kiwango cha chini, wewe ni mwembamba sana na watu wengi wanakudharau sana kwa wembamba wako. Lakini kumbuka ni neno moja tu, kwamba Mungu anataka mtu anayetetemeka, aliye mnyonge. Huyo Mungu anayemtaka huyo wa namna yoyote, wa kiwango chochote, masikini wa namna yoyote, tajiri wa namna yoyote, akiwa mnyonge na wa kutetemeka juu ya neno la Mungu, Mungu ndio anakaa. Haleluya. Mungu ndio anakaa. Mtu yuko ofisini anakaa Mungu kwa mtu huyo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unajivunia Mungu. Una cheo chako lakini una Mungu. Si ndio? Una cheo chako lakini una Mungu. Una kazi yako na Mungu. Na watu wengi hata kama ulipo wanaanza kutafuta maarifa kwako. Wanataka kujifunza kitu kutoka kwako. Kwa sababu wewe
Mungu amekuja. Haleluya. Nyamazeni, Mungu amekuja. Mungu yuko hapa. Wewe. Mungu gani wewe? Wewe. Unanyamazishana kwa sababu ya uliyenayo wewe ndani yako. Unajisikiaje? Kama watu walikuwa na mjadala mbovu, ukitokea tu unasema nyamazeni, wanabadilisha mada. Unajua fulani, unajua bwana lakini wewe kwa sababu una Mungu, unajua ili wanao wanasema sio lile waliokuwa wanajadili. Walikuwa wanaongea madudu. Bwana Yesu sana. Kazi wanaongea madudu, wanaongea mambo ya hapa, ya hiki, ya kile, ya hapa hii. Labda wanaongea vile mambo mnene ambaye anasema yeye hawezi kuwa mbatizwa na Mungu. Kwa sababu Mungu vizuri. Wanamjadili huyo, wanampanga kumfukuzia. Lakini ukifika wanasema hapana, huyu hapana. Kwenye maeneo yao wewe husiki. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye maeneo yao wewe husiki. Unajua unaweza shika mno. Kwanza wataanza kama kupiga kelele, kama kubeza, kama kukuona kama wewe si mtu wa kawaida. Halafu baadaye utakuwa wewe mtu wa kawaida. Ni mtu ambaye unafaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu alipowekwa gerezani, walimuona ni mtu wa kawaida. Walimuona kama mfungwa wenzao. Walimuona kama mtendakazi wenzao. Lakini alipokaa gerezani, wakaanza kuona vitu vingine tofauti na maisha yao na tabia zao. Wakaona Yusufu na tabia zingine. Wakasema ni mtu gani huyu? Wakaanza kujifunza kwake Yusufu. Na hatimaye akaonekana nafaa, akapandishwa cheo, akawa mtu mkubwa kwenye gereza. Haleluya. 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 Unataka waheshimike? Unataka waheshimike? Kaa vizuri maisha yako. Kaa tabia mbaya, utaheshimika. Mwanzoni watakulaumu, watakudharau. Watakuona ni mtu kama wao. Lakini kadri utakavyokuwa nao, watakuona umekuwa ni mtu mwingine. Yusufu akamuona mtu mwingine. Wakajikuta wenzao walikuwa na cheo. Kwa sababu Mungu alikuwa anakaa ndani yake. Alikuwa amepata kibali mbele za Mungu. Mungu alikuwa yumo ndani ya Yusufu. Na Yusufu alikuwa anajua Mungu yumo ndani yake. Hakutaka kujichanganya. Hakutaka kujichagua. Ndio maana kipindi kile mke wa Potifa alipomtamani kula naye, akakataa. Yusufu akatimua mbio, akakamata yule mwanamke shati, akaamua shati sio kitu ni uhai wangu wa kiroho. Acha pokea shati, baki na shati, lakini mimi ninaondoka. Akatimua mbio, akakimbia, akamwachia shati hicho, amejichana. Akasema huu ndio ushahidi wake. Huu ndio ushahidi. Nitamnyosha tu. Lakini aliona Mungu, huwezi kumnyosha. Huwezi kumnyosha. Utafanya kila kitu lakini unashindikana. Haleluya. Unafanya kila kitu unashindikana. Usiogope wala. Wewe ukiwa na Mungu atakao utasikia watu watakusema. Wanafanya usiogope. Watu wakuseme. Mbele yuko. Watatambua Mungu yuko ndani yako. Watajua Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo yuko ndani yako. Halafu watu wanasema huyu ni mtakatifu wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Kataa. Acha kutenda dhambi. Andika andiko hili. Tulisome halafu sitaendelea kusema. Efeso 5:11-12. Efeso 5:11-12. Wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza. Biblia inasema tusishirikiane na tabia za giza au matendo ya giza yasiyozaa heshima ya Mungu. Bali miyakemee. Isipokuwa ni kuendelea kuyakemea. Kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri. Yanayotendeka kwao kwa siri. Haipo hata kuyanena. Haipo sababu hata kuyasema. Kwa lazima kuyakemea. Lazima kuyakataa. Pinga tabia hizo. Pinga. Huko kazini wanaanzisha mijadala isiyo
ya kuweza kuiga tabia zisizofaa. Wala usikemei, wala usikatae, wala usifanye chochote, lazima ukatae. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. 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 Haya mfano. Sema sitasema. Yusufu anakuita mtu kwenye baa. Njoo tuongelee kwenye baa, nataka nini? Hakuna sehemu zingine. Wewe unaweza kaenda. Njoo mheshimiwa sana. Njoo kwenye niko hapa baa ya Malindi. Tupange mipango yetu. Ndio unaenda kwenye baa. Hakuna sehemu zingine. Watakao kuona. Yaani Mungu anaangalia katika mazingira. Sawasawa, yaani itakuwa ni sawasawa na mtu anayesema hivi. Anasema hivi, Mungu angalie nje, anaangalia ndani. Halafu kwa andiko hilo, halafu mtu anatembea uchi. Eti anasema Mungu angalie nini? Angalie nje. Bwana Yesu asifiwe. Angalia. Mungu anaangalia. Kuna watu, Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wakija kanisani wanavaa nguo nzuri. Lakini akitoka kanisani nguo anazozivaa ni aibu. Ni aibu. Ukimwona unashangaa, unajiuliza huyu ni Mkristo. Lakini akija kanisani amevaa vizuri. Amevaa sahihi vizuri kabisa. Atoke nje mtu mwingine. Yaani anakuwa tofauti na Ukristo unaoonekana kanisani. Ukristo unatakiwa unavyoonekana kanisani na uko nje uonekana hivyo hivyo. Haleluya, haleluya. Ndivyo inavyotakiwa. Mwambie mwenzako upone basi. Mwambie tena. Mwambie mara ya mwisho. Acha tabia hizi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili lingine, ili mtu apate kibali. Ili mtu apate kuwa na kibali ni kuwa na imani na kudumu katika imani. Ni kuwa na imani na kudumu katika imani. Mtu anaweza kuwa na kibali leo, kesho anaweza kuwa na imani leo, kesho anakuwa hana imani tena. Leo ana imani, kesho hana imani. Leo anaamini, kesho haamini tena. Kumbe tunatakiwa kuwa na imani na kudumu katika imani hiyo hiyo. Tusome maandiko. Luka 22 mstari wa 23. Kolosai 1:23. Mstari hiyo. Luka 22:23 soma. Luka 22:31. Akasema, Simoni, Simoni, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Amen. Imani yako isitindike. Mtu anaweza kawa na imani leo, kesho inatindika. Au imani inaisha. Unajua hakuna kosa kubwa ambalo linaweza likaitwa kama kufuru mbele za Mungu, kuamini alafu kaacha kuamini. Ukisoma ile Waebrania ile 3 mstari wa 16 kama sikosei, naomba usome 12 na 16. 12 na 16. 12 na 16. Hoja tuliweke hapo pia. Waebrania 3:12. Ndio. Angalieni ndugu zangu, angalieni moyo mbovu. Msiwe katika mmoja wenu wa moyo mbovu. Kutokuamini. Kutokuamini. Kujitenga na Mungu aliye hai. Kujitenga na Mungu aliye hai. Tosha hata hivyo. Kutokuamini na kujitenga na Mungu aliye hai. 16 nasemaje? 16. Maana ni akina nani waliokasirisha waliposikia? Si wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa? Tena ni akina nani waliochukizwa nao miaka 40
Si wale waliokosa ambao mizoga yao ilianguka katika jangwa? Tena ni akina nani aliyowaapia ya kwamba hawataingia katika raha yake ila wale walioasi? Basi twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Muulize mwenzako, unamwamini Mungu wewe? Na watu wengi wanakoswa miujiza yao kwa sababu ya kukoswa imani. Ya kukoswa imani, kutokuwa na imani. Mwishowe anakoswa kile ambacho Mungu anatarajia kumpa. Hakuna kosa kubwa la kumwasi Mungu ukatoka ulikuwa mtu mcha Mungu, unamwamini Mungu, halafu kaamua kumwasi. Au uko kanisani lakini unaonekana huna imani, umemwasi Mungu. Nimesema hiyo ni kama kufuru mbele za Mungu. Sasa tunatakiwa kuwa na imani na kudumu katika imani. Petro akaambiwa, nimekuombea ili shetani, maana amejipanga kuwapepeta kama ngano. Unajua, ngoja nikwambie, haleluya, haleluya, sema amen, sema amina ile kubwa. Suna imani hiyo? Suna imani wewe? Suna imani? Suna imani? Unafanya mambo mazuri na watu wanakushabikia, na watu wanakuamini, na watu wanakupenda, na watu wanakuona wewe uko sahihi, na watu wanakuona unafaa kanisani. Halafu ole wako sasa, unafika mahala shetani anakupepeta. Sikia, ukisha kuwa hali hiyo, umepanda hali ya kumwamini Mungu, umepanda ule kiwango cha kiroho, sio kwamba shetani atanyamaza. Lazima atakuja, ataanza kukupepeta. Anaanza kukupepeta, maana yake ataleta tumisukosuko, ataleta tumisukosuko. Unasukwasukwa, 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 unasukwasukwa. Wakati mwingine unasema, Mungu nisaidie, Mungu amenyamaza. Mungu, mimi mwanao, Mungu amenyamaza. Mungu, tazama jana nilitoa zaka, Mungu amenyamaza. Tazama nilipeleka neno kwa mchungaji, Mungu amenyamaza. Tazama ninafanya hiki na hiki, Mungu amenyamaza. Bado unafanyaje? Unapepetwa, unapepetwa. Matokeo yake ili kupepeta ile kuweza, halafu ile kuvuruga ufahamu na kuvurugika. Unasema, kumbe nilidanganyika na vitu vyote ambavyo nilishatupa. Kumbe nilikuwa nimepoteza mwelekeo tu. Kinachotakiwa kufanya, ninataka kuona kwenda kwa Ibilisi na shetani. Maana shetani tunawaona watu wanafanikiwa sana. Juzi nikaongea na mtu mmoja, akanipigia simu ananiambia, lakini mchungaji ananiombea kweli. Kasema, kwa nini unauliza swali hilo? Mbona naona mimi sifanikiwi? Sifanikiwi kabisa, sifanikiwi. Sio mwelekeo, lakini ninawaona wale ambao wako kwa shetani, na waona wao ndio wanafanikiwa kuliko sisi ambao tuko kanisani tunatoa na zaka. Nikamwambia hivi, wewe kwanza, nikamwambia kwanza, una damu ya kwanza kubwa ambayo nayo ya kutokuzuia ibada. Kwa sababu ni mkoo, huna kigezo chochote cha kuweza wakati mwingine kumshawishi Mungu kwa habari ya fungu lako la 10 tu. Unatakiwa kwanza, nilishakwambia basi za kuabudu utaki. Mungu atafanya. Wewe amua ni kukaa kanisani au kukaa kanisani, ni kuendelea kutoa zaka bila hivyo. Nilishakwambia, nishamwambia unatoa zaka, ndio unatoa zaka kweli, tena ni mwaminifu mno kwa zaka, na chochote unachokipata na kiwango unakituma zaka. Lakini usipoabudu, usipokuja kuabudu Mungu na kitu kingine linashuhudiwa, inawezekana na hawala huko, Mungu achanganye. Mungu afanyeje? Mungu achanganye.
Fikiria wewe Yuda, ulitegemea nimwambieje? Mwambie baba uwe na moyo mkuu, Mungu yuko tu atakusaidia. Hapana, ni kumwambia hali halisi alivyo. Akipona apone, akifa afanyeje? Afu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dereva, sina utaalamu huo sana, lakini nilishasikia, sijui kama ni hivyo wakinaweza leo nimekaa na magari siku nyingi, kwamba mtu umebeba watu 4 kwenye gari, ijamaa linajichanganya barabarani, linapita huku na huku, halafu wewe uache barabara ukarudisha watu 4 wafu, si wao mnampitia. Ni hivyo. Si hivyo? Basi na mimi niliona ngoja na kupitia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni kukaa unadumu kwenye imani. Some andiko lingine hili hapa. Kolosai 1:23. Kolosai 1:23. Kolosai sura ya 1 mstari wa 23. Biblia inasema, ndio, kidumu tu katika ile imani, hali mmewekwa juu ya msingi, mkawa imara, msipogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili mliosikia habari zake, iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu. Urudia tena mstari wa 20 na hiyo. Biblia inasema, ndio, mkidumu tu katika ile imani, mdumu tu katika ile imani, hali mmewekwa juu ya msingi, hali tumewekwa juu ya msingi ulio imara, kawa imara, msipogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili, tusipogeuzwa na kuliacha tumaini la Mungu mlioisikia habari zake, ambao tulisikia habari zake, iliyohubiriwa katika viumbe vyote, ambao ilishahubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, vilivyo chini ya mbingu, ambayo mimi Paulo nalikuwa mhudumu wake. Haleluya. Nimepata kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbe hakuna kiumbe chochote ambacho hakijahubiriwa habari za Yesu Kristo, habari za ukombozi, habari za kurudi kwa Yesu Kristo. Kila kiumbe kinaelewa. Ndio ukisoma katika Warumi inasema hivi, kwamba hata viumbe wanatamani ipo siku moja wanaisubiria ambayo atakayofunuliwa mwana wa Mungu. Walijuaje? Kumbe walisikia. Haleluya. Wewe unakaa hapa halafu usikii. Unakwepa unasoma Biblia lakini usikii. Unasoma Biblia halafu ushiki. Unahubiriwa halafu ushiki. Bado unayeyuka. Unasepua halafu unayeyuka. Unaacha tumaini lako ambalo Mungu aliweka ndani ya moyo wako, kwamba lipo tumaini la viumbe vyote duniani, ya kwamba vitafunguliwa, kila kitu kilichojificha kitakuwa wazi. Haleluya. Haleluya. Wewe si unajifanya wewe ni mjanja. Mimi hawaniwezi. Mimi ni mjanja. Waseme tu, unajua mambo ya Ukristo haya bwana ni mambo ya kizungu. Unajua wazungu walituletea tu Biblia ili kuzuia uovu. Ni mambo ya kizungu tu. Yaani nikwambie wewe utabakia na kizungu. Na kama ingekuwa ni kizungu, Mungu asingetengeneza mazingira. Kwa sababu kwanza ukiangalia Biblia haikutungwa kwa lugha ya kizungu. Haleluya. Haikutungwa kwa lugha ya kizungu. Biblia imetungwa Kiebrania na Kiyunani na Kiaramu. Hivi imetungwa kwa lugha 3 tu. Baada ya kuanza tafasiri ndipo zikaanza kuingizwa kwenye lugha ya Kiingereza, na matokeo yake kwenye lugha ya Kiswahili, na matokeo yake kwenye lugha za Kibantu. Leo zipo Biblia za Kisukuma, Kihana, Kirundi na kadhalika, zipo zimetafasiriwa. Lakini ukibakia kwamba neno hili lililetwa tu na wazungu, utabakia hivyo. Sisi tunasema neno hili ni la Mungu, wala halikuletwa na wazungu. Neno hili ni la Mungu mwenyewe, na Mungu alijifunua akaweka vitu vyake wazi ili kila mmoja asipotee. Akipotea potee kwa ujinga wake. Ndio
Ndio maana maarifa yanaongezeka. Leo watu wanatafasiri kwa kila lugha yake. Kuna Biblia ya Kisukuma, wengine watawaijui hata kuisoma lugha yake. Ikile tukaambiwa soma Kisukuma, Ezeloni hawezi. Atasoma kama mtoto wa chekechea, nda anakosea. Hata mimi naweza nikakosea, hata wewe Kikerewe. Halafu Wakerewe wana Biblia wana Biblia Kikerewe haipo, ulishaiona? Kirundi yenyewe kipo, lakini Waha hawana. Ni Warundi tu walio na Biblia ya Kirundi. Ulishaiona Mama Israeli lugha ya nani? Biblia ya nani? Ya Kihaya haipo, ipo ya Kirundi, labda na ya Kinyarwanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Inatengenezwa na makabila makubwa kama ya Kisukuma hivi, haya na Biblia. Haleluya. Kwa hiyo lazima tudumu katika imani, tukiwa tumejengwa kwenye msingi ulio imara. Tunajengwa kwenye msingi ulio imara ambao ni Yesu Kristo mwenyewe. Ni msingi ambao hauwezi kubomolewa na chochote. Msingi ambao ulishajengwa kwa ustadi, hakuna wa kubomoa. Nani wa kubomoa msingi ambao ni Yesu Kristo? Hakuna. Haleluya. Tunatakiwa kujengwa kwenye msingi huo. Jina la Bwana libarikiwe. Nimalizie, naona sitamaliza somo hili. Ngoja nione. Jambo la tatu, kudumu katika jaribu na kushinda jaribu. Kudumu katika jaribu na kushinda jaribu. Luka 22:28-29. Luka 22:28-29. Lakini Yakobo 1:12. Twende, niko karibu kumaliza kumbe. Tasema kwa machache. Luka 22:28-29. Ndio. Nanyi ninyi mliodumu pamoja nami katika majaribu yangu. Ninyi ndio mliodumu katika majaribu yangu. Nami nawawekea ninyi ufalme. Kama vile Baba yangu alivyoniwekea mimi. Haleluya. Unadumu katika jaribu. Kwani jaribu linauliza. Kwanza mimi sipendi nipate jaribu. Nani anayependa kupata jaribu? Au kwa kuwa nimesema mimi sipendi kupata jaribu. Lakini elewa, jaribu pia ni kitu kizuri kwa mtu aliyeokoka. Jaribu pia ni kitu kizuri kwa mtu aliyefanyaje? Lakini siombi niwe na jaribu. Nikija jaribu nilikute tu. Lakini siwezi kulisema jaribu njoo. Hapana. Jaribu nilikute. Ninajua nilikute tu. Nikilikuta litanisuka litanibebeta. Biblia inasema ninyi mliodumu katika jaribu. Mliodumu, jaribu kidumu kwenye jaribu. Likija likabili. Haleluya. Narudia point hii ushike. Likija jaribu likabili. Amina. Narudia mara ya mwisho. Likija jaribu likabili. Liwe jaribu la namna gani, kabiliana nao. Usiseme jaribu hili ni zito, mimi siwezi, mimi nimeshindwa mchungaji. Kama ni hivi basi ndio hivyo. Na jaribu kubwa ambalo wanaliona ni jaribu la ndoa. Usiombe jaribu likapenya kwenye ndoa. Wamama tunza ndoa yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sina somo la ndoa, lakini niko kwenye sehemu ya jaribu. Ikipokea. Pambana. Mungu atatoa mlango wa kufanyaje? Haleluya.
Haleluya, haleluya. Wakorintho 10:13. Usisome huko. Inasema hivi kwamba Mungu akaleta mlango kufanyaje? Yaani wamama tuembelezeni, najua. Tuembeleze nisome. Inapenda nini? Cheupe unisome napenda nini? Kile ninachopenda ndicho nitendee. Hapo ndipo utakuwa umesaidika. Bwana Yesu asifiwe sana. Umefanyaje? Umesaidika. Kwa nini? Vipo vimama, viko lazima kuvunja miji za nani? Nikipita kwa mwanaume ambaye ana macho ya kulalama, ninapita ninazungusha na ninani hivyo, basi macho ndio. Kwa hiyo sikiliza, udumu. Ikitokea Biblia inasema Yakobo 1:12. 1:12. Soma. Anayestahimili majaribu kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima. Full stop. Yaani akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya nini? Ya uzima. Kumbe kwenye kuvumilia, kwenye kudumu, kwenye jaribu kuna taji. Dada nikwambie, mama nikwambie, baba nikwambie, kijana nikwambie, kama lipo jaribu, endelea kustahimili. Kuna taji yako basi. Kuna taji yako baba, kuna taji yako mama, ipo taji yako. Ipo taji. Hatuvikwi tu taji bila kushinda. Tutavikwa tukishinda. Tabu ulionayo, shida ulionayo, mahangaiko unayoyaona, tabu unayoisikia ni nzito, unaiona kama Mungu amekuacha. Hapana, ipo taji. Hata kama paka Yesu atakuja huko kwenye jaribu, subiria taji. Subiria nini? Taji. Subiria taji. Ukisubiria hiyo taji. Haleluya. Yesu ni mwanaume wa shoka. Yesu ni mfalme wa wafalme. Ni Mungu mwenye nguvu. Huyo ndio anaenda kutupa taji. Kuna taji imeandaliwa kwako kwa ajili ya jaribu. Umechelewa kuolewa, tulia. Hata kama usipoolewa taji ipo. Haleluya. Unaweza kusema unasema kwa kuwa una mume, una mke wewe. Unaweza kusema hivi. Mungu anajua taabu yako. Huna hela, huna nyumba, tulia. Ukipata nyumba ukiwa hapa duniani sema elokamano. Usipopata basi sema elokamano. Maana yake useme asante kwa sababu taji ipo. Usijichanganye. Yeye anayestahimili majaribu, maana mwishoni kuna taji ya uzima. Kwa nini kupoteza taji yako? Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya ile kubwa. Uko karibu na Yesu kweli? Unasikiaje? Stahimili. Napata msukumo eti kurudia neno hili, sijajua. Mama, kaa vizuri na ndoa yako. Nanisikia? Kaa vizuri na nini? Mwe mnasema mliolewa, wala ambao mjaolewa usiseme. Kaa karibu na nini?
Bwana Yesu asifiwe. Mungu atafanya jambo. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Haleluya. Sasa pazia sauti Mungu wako, mwambie Mungu habari za maisha yako. Mweleze habari za kupata kibali. Wewe mwenyewe una kibali au una kibali mbele za Mungu? Wewe mwenyewe unafahamu, wewe mwenyewe unajua, wewe mwenyewe unafahamu vizuri kabisa. Mwambie, paza sauti kwake, mwambie Mungu wa mbinguni. Ikibidi unaweza ukashuka, ukapiga magoti, ukamweleza Mungu maisha yako, ili Mungu akupe kibali. Usipokuwa na kibali, maana yake hautaona mambo mazuri, hautaona mambo mema kwa Mungu. Bwana wa majeshi, ninakusina, ninakuhitaji kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Wewe ni Mungu mwema, wewe ni Mungu unaweza, wewe ni Mungu unatenda, wewe ni Mungu unaonekana, wewe ni Mungu unajitukuza katika nguvu, katika uweza, na katika mamlaka, na katika uwezo, na katika ushindi. Libarikiwe jina lako, litukuzwe Bwana. Tunahitaji kibali, kanisa lako mmoja, achilia kibali kwa jina la Yesu. Walionyanganywa vibali vyao, na virudisha kwa mamlaka, na virudisha kwa damu ya Yesu, na virudisha kwa moto, na virudisha kwa damu yako, na virudisha kwa jina la Yesu. Bwana tulia hai, wewe ni Mwokozi, wewe ni mfalme mwenye uwezo na mamlaka. Mahala ukiingia, Mungu atauzima, mambo yanakaa sawa. Ulipofika Gerasi, Mungu atauzima. Ulimkuta ile aliyekuwa amefungwa kabisa, amefungwa pingu, amekaliwa na mapepo, lakini ulipofika, mapepo ya kumng'ang'ania, mapepo ya kukandali yake. Ndivyo ilivyo sasa, ndivyo hivyo Bwana. Utende jambo lako, unaloliona leo, unaloliona sasa. Tende Bwana Yesu, tende mfalme,
Yesu, aliyeteka, aliyepotosha, aliyeharibu, kwa jina la Yesu. Bwana wa majeshi, lijenge kanisa lako kwenye msingi ulio imara. Lijenge kanisa lako kwenye msingi ulio imara. Lijenge kanisa lako kwenye msingi ulio imara, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi, wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mkuu, uonekanaye, utendaye mambo makubwa. Mungu wetu na baba yetu, tembea kila mmoja, simama kila mmoja, muonekanie Bwana, muonekanie Bwana, muonekanie Bwana, muonekanie Bwana, muonekanie Bwana, jifunue Bwana, jizilishe Bwana, tembea na kuonekana, tembea na kujitukuza, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni mfalme wa falme, Muumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo. Libarikiwe jina lako, jina ambalo lina nguvu na uwezo na mamlaka, jina ambalo linatenda mambo makubwa na ajabu. Uweza ni wako na nguvu ni zako Yesu. Wewe ni Mungu mkuu usiyebadilika, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Tunarudisha vibali, tunarudisha, narudisha, narudisha vitu vilivyoinuliwa, narudisha, narudisha, narudisha kwa jina la Yesu Kristo aliye